Daktari David Ndii, ambapo mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko amewaagiza maafisa wa polisi kumwachilia mwanamikakati mkuu wa muungano wa NASA Daktari David Ndii kwa dhamana. Ndii alikamatwa na polisi katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale, na kisha kupelekwa katika makao makuu ya upelelezi nchini katika kaunti ya Kiambu kuhojiwa. Ndii alitiwa nguvuni jana usiku huko Kwale alikokuwa kibarizi na familia yake. Viongozi wa muungano wa NASA wakimjumuisha wakili James Orengo walifika alikokuwa amezuiliwa Daktari Ndii. Sababu za kutiwa nguvuni hazifahamiki, japo inadaiwa kuwa huenda ni kwa sababu ya mipango ya kuapishwa kwa Raila Odinga iliyopangiwa tarehe 12 mwezi huu. Aidha, kuna taarifa kuwa huenda ametiwa nguvuni baada ya kutajwa kama mwendesha shughuli za kubuniwa kwa mabunge ya wananchi katika kaunti. Naam, tunaarifiwa kuwa tayari Daktari David Ndii ameweza kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 10,000. Mwanahabari wetu Stanley Ndichu yuko huko, tutakuwa tunaungana naye baadaye ili aweze kutupa maelezo kamili. Wakati huo huo, mkewe Daktari David Ndii ambaye alikuwa na mumewe alipokamatwa na maafisa wa polisi katika kaunti ya Kwale alieleza jinsi bwana Ndii alivyokamatwa. Mwende Gatabaki alizungumza katika kikao na wanahabari jijini Mombasa. Let's go. They were not really allowing him to make the calls. So I started talking to them and I told them, you're 7 men, 2 of you have guns. I'm a woman. Surely, what can I do to 7 men and 2 of you have guns? You know, can you let him, you know, in the process, he was also trying to make a few calls. So I kind of got a little bit of time for him. Then after that, the one who was in charge said, now we have to go. So one grabbed him. And as they walked, he was still talking on the phone. He told me a few people to call. So he got into the vehicle and I asked the man who was in charge, I need to know who you are. I need to know who's taking my husband away. So he showed me his work ID and I took his ID number, I took his service number. Then from there, they took him into the car and he told me they're taking him to Diani police station. So within no time, we called a taxi and we followed them. They were in 2 cars. By the time we got a taxi, it was like 10 minutes later. We followed them to the Diani police station. But when we got there, we were actually surprised to know that they hadn't actually gone there. And I think they had no intentions of going there. So that gentleman who told me to go to the police station, he was actually lying to me, you know, like a child. And I'm very concerned about that because we need to be more professional. You don't lie about these things.